rhdi.world ni mahala unahitaji kujifunza mambo muhimu yatakayokupatia amani ili uweze kustawi. Kumbuka, tunahitaji kustawi katika maisha yetu ya kimwili na kiroho, na huwezi kufanikiwa katika yote haya usipoijua Rehoboth yako. Na hayo yote utayapata chini ya Dr. Daniel ambaye ni mtaalamu na mbobezi katika masomo ya uongozi, yaani leadership, ndoa, utunzaji wa maono, saikolojia ya huduma, ushauri na saha na elimu ya ukuaji kiroho. Tembelea tovuti yetu ambayo ni www.rhdi.world au wasiliana na Dr. Daniel moja kwa moja kupitia nambari yake ya simu alama ya kujumlisha 180235555243. Ni Dr. Daniel tena. Tulikuwa tumeweza kuishia katika episode yetu ya 4 kama sitaweza kukosea, na katika episode yetu ya 4 tulikuwa tumezungumzia tutazungumzia jambo linalosema tunawezaje kulileta kanisa kwenye ukomavu. Tunawezaje kulileta kanisa kwenye ukomavu? Kumbuka kwamba somo letu kubwa ni watendakazi kwa ajili ya huduma au wafanyakazi kwa ajili ya huduma. Kristo anasema mavuno ni mengi ila watendakazi ni wachache. Tumekwisha ona vipengele takribani 4 tunavyoendelea navyo katika hili somo letu, lakini leo katika hii episode yetu, katika hilo somo letu la watendakazi aidha wafanyakazi kwa ajili ya mavuno, tutaongelea kichwa kinachosema tunawezaje kulileta kanisa katika hali ya ukomavu. Wafanyakazi ni wakati wa mavuno. Kwa hiyo tunapotazama kile ambacho Kristo amekisema, anasema mavuno ni mengi. Shida iliyopo ni ya watendakazi, kwamba watendakazi ni wachache, na kama watendakazi ni wachache, Kristo amelishauri, Kristo ameambia watendakazi wanapokuwa ni wachache na mavuno yanapokuwa ni mengi, kazi iliyopo ni watu kufanya maombi kwa ajili ya watendakazi, si kwa ajili ya mavuno. Hilo lazima uweze kulielewa. Na katika episode ya kwanza, episode ya pili, episode ya 3 mpaka kwenye episode ya 4 nimejaribu kuongelea mambo kadha wa kadha kuhusiana na hili somo tunaloenda nalo. Kwa hiyo endelea kunifuatilia taratibu ili uweze kuelewa kile ambacho tunahitaji kukizungumzia. Maagizo ya Kristo, agizo kuu la Kristo inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na hii sehemu imekuwa ni sehemu ambayo watu wanatamani kuifasiri jinsi wanavyotaka, lakini wakiifasiri kulingana na context jinsi inavyosema, ninahisi kwamba tunaweza tukapata mambo mazuri. Anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, na mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Acha kwanza niweke kituo hapo, lakini nikukumbushe tu kwamba Baba si jina, Mwana si jina, lakini ukiangalia Kiingereza inasema baptize them in the name, kwamba hawa watu wabatizwe ndani ya jina. Kwa hiyo haijasema majina. Kwa hiyo tunaposema Baba si jina, tunaposema Mwana si jina, kwa hiyo watu wabatizwe katika jina, yani watu wabatizwe ndani ya jina. Baptize them in the name, in the name, ndani ya jina, ndani ya jina. Kiswahili inasema katika jina, lakini Kiingereza kinatupatia tafasiri ambayo ni nzuri zaidi. Inasema in the name, yani ni ndani ya jina, si ndani ya majina. Kwa hiyo ukiangalia katika Mathayo, ukienda kwa haraka, utaona wanasema mkawabatize katika jina la Baba, la Mwana
na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna vitu vitatu, na walimu wengine wanasema tu kwamba hivi vitu vitatu ni kitu kimoja. Tufike tu mahala kwamba tuweze kuambia tu kwamba watu wanahitajika kubatizwa katika jina, sio katika majina. Na tunaposema Baba ni cheo, na tunaposema Mwana ni cheo. Haya sio majina, ni vyeo. Kwa hiyo watu wanahitajika wabatizwe katika jina. Na tunasemaje, tunawezaje kulileta kanisa kwenye ukomavu? Na haya ni mafundisho ambayo si ya watu wachanga, si ya wale watu wachanga ambao wanaweza wakaamua tu kufanya kile ambacho wanahitaji kukisikia, lakini haya ni mafundisho ya watu wazima, na ndio maana tunakuwa na nafasi ya kuweza kufundisha na kuweza kuonyesha watu ni kitu gani kinachoendelea. Anasema mkawabatize katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini hebu subiri tuangalie hapa, kuna vitu ambavyo nimejaribu kuviandika ili kwamba viweze kukupatia picha fulani. Na ukiangalia katika Mathayo, kwa sababu hapa ninanukuu Mathayo 28 na vesi yake ya 18 na tutafika mpaka kwenye vesi yake ya 20. Lakini tukiangalia katika hii vesi ya 19 yake, aidha a yake, kuna vitu ambavyo unabidi kwamba ujiulize. Kuna vitu ambavyo unabidi ujiulize, kwa sababu katika 18 anasema kwamba nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, katika vesi ya 18. Sasa kuna vitu ambavyo inabidi tuvielewe. Kanisa la leo limekuwa ni kanisa ambalo ukiwauliza mamlaka ya haya yanayozungumziwa hapa, hata watu wengi hawawezi weza kuyafafanua. Hawawezi weza kuleta picha halisi ya kile ambacho Kristo anakiongelea. Kristo anakileta kwa ajili ya kanisa. Anasema kwamba nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kwa hiyo mbinguni kuna mamlaka na duniani kuna mamlaka. Kwa hiyo ushindi wa kanisa ni pale kanisa linapoweza kutembea katika mamlaka yote mbili. Kwa hiyo kanisa linaweza likafika mahala likaishiwa nguvu pale tu ambapo linaweza likatembea katika mamlaka ya pande moja. Kumbuka kwamba mamlaka ndiyo yanayotawala. Kwa hiyo utawala, hakuna utawala bila mamlaka. Kwa hiyo tunaposema mamlaka, ina maana kwamba tunakwenda kuona utawala. Kwa hiyo ili ufalme wa Mungu uweze kujengwa, inabidi ujengwe na ufalme na ujengwe na mamlaka yaliyo mbinguni na yajengwe na mamlaka yaliyo duniani. Kwa hiyo haya mamlaka ya aina mbili tukiyachanganya, tunakwenda kufanya hichi kitu ambacho Kristo anasema basi. Anaposema neno basi, ina maana kwamba anachukua yale mamlaka ya mbinguni na duniani, anakabidhi wanafunzi wake ili kwamba waweze kutembea nayo. Ukisoma katika hii context, kuna neno linalosema basi, enendeni. Anaposema neno basi, linaashiria kwamba mamlaka ya mbinguni, mamlaka ya duniani, haya niliyo nayo mimi Kristo, ninawakabidhi sasa nyinyi wanafunzi wangu, ili muweze kuenenda na muweze kutembea kulingana na hivi vitu viwili. Kwa hiyo vitu hivi viwili vinapopatikana ndani ya kanisa, na watu wanapotambua mamlaka ya mbinguni na wanatambua mamlaka ya duniani, kanisa linaanza kutembea sasa katika hali ya ukomavu. Kanisa linaanza kutembea sasa katika lile kusudi ambalo Kristo alikuwa akilikusudia nyakati zote. Kwa hiyo makusudio ya Kristo ni kuliona kanisa limefika mahala ambapo ni pa ukomavu. Angalia, agizo kuu linategemea na linatokana na mamlaka kamili ya Yesu aliyokuwa akiwapatia wanafunzi wake kipindi ambapo pindi ambapo akiwepo duniani. Na ukiangalia sasa, Yesu alikuwa akizungumza katika ufunuo wake. Alikuwa tayari amekwenda kwa Baba yake, alikuwa tayari amekamilisha kazi ya ukombozi. Kwa hiyo nyakati hizi ni nyakati ambazo sasa Yesu
anaanza kuongea na wanafunzi wake. Ni wakati Yesu amekwisha nilizungumzia vitu fulani hapo mwanzoni, nikasema kazi iliyosababisha Yesu anamwambia yule mwanamke, usiniguse kwa sababu bado sijaenda kwa Baba. Ilikuwa ni nafasi ya kuweza kuchukua damu yake na kwenda kuimimina kwenye kiti cha rehema, na ndio maana akamwambia yule mwanamke, usinishike, usiniguse, kwa sababu Kristo alitamani kwanza kufika kwenye kiti cha rehema na kutoa ripoti kwa Baba na kumwambia Baba, wale watu ulionipa, kazi ulionipa nimeweza kuikamilisha katika kiwango ambacho wewe kama Baba ulihitaji niweze kukikamilisha. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuwa anaongea na wanafunzi wake, ni nyakati za mwishoni kabisa, akiweza kuwaelekeza na kuambia kile ambacho yeye tayari amekifanya, na kwa sababu yeye amekwisha kifanya, anahitaji sasa wanafunzi wake nao waweze kuenenda kulingana na kile ambacho sasa wameweza kukipokea kwa miaka 3 na siku kadhaa, wakiweza kukaa na Kristo ili kuweza kupokea maagizo ya kile ambacho wanastahili kukifanya. Na Kristo baada ya kufahamu kwamba mavuno ni mengi, usisahau na hili uliweke kichwani, kwa sababu ni somo ambalo tuko nalo, na nilisema kwamba mavuno, tunapozungumzia mavuno tunazungumzia watu wa Mungu, tunazungumzia kanisa la Mungu. Sasa ili kanisa haliwezi likajipeleka kwenye ukomavu, hili kanisa haliwezi likakua, hili kanisa lazima liweze kufikishwa kwenye ukomavu, kama jinsi tunavyokwenda kuona katika Efeso sura yake ya 4:11. Anasema naye alitoa wengine, lakini ukianza katika zile vesi za juu inakwambia kwamba aliteka mateka. Na siku zote inakwambia unaposikia neno mateka, ina maana kwamba ni vita, na yule anayeteka mateka ina maana kwamba ndiye aliyekuwa mshindi kwenye hivyo vita. Kwa hiyo ukiangalia sasa hizi huduma 5 alizokwenda kuzitoa Kristo, ndo hizi huduma ambazo zina jukumu ya kulifikisha kanisa katika hali ya ukomavu. Na ndio maana ukitazama katika vesi ya 12, hiyo vesi ziko wazi kabisa, anasema kwa nini aliwatoa hawa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Kwa 12 inajibu ili kusudi, yani kusudi ya yeye kutoa hizi huduma 5 ni kukamilisha watakatifu. Yani ina maana kwamba watakatifu ni nani wanaozungumziwa hapo? Watakatifu ni kanisa. Kwa hiyo kanisa asili yake linahitajika kufikishwa kwenye ukomavu. Kwa hiyo Yesu anapotoa agizo hii, alikuwa akiitoa kwa wanafunzi wake ili waweze kuenenda na kuweza kuyatengeneza mavuno yaweze kufika katika hali ya ukomavu. Lakini pia haya mambo nimekuwa nikiyazungumza kwamba alikuwa tayari amesafisha mbingu kwa kuweka damu yake kwenye kile kiti cha rehema katika Waebrania 9:11-12. Hivyo hivyo akahakikisha ukamilifu wa watakatifu. Kwa hiyo ukisoma Ebrania 10 na vesi yake ya 4. Kwa hiyo ukiangalia sasa kwamba Yesu anapokuwa anatoa hivi vitu, sio kwamba kanisa liendelee tu kuwa kanisa linalohitaji kutembea katika nafasi ya kula makeki, maupako, maunabii, watu wanafunuliwa, alikuroga fulani, amekufanya fulani. No, hiyo haisababishi kanisa kufika katika mahala ambapo ni pa ukomavu. Yesu Kristo anahitaji kanisa lake liweze kufika katika hali ya ukomavu. Sasa mitume aliowafunza na kuagiza walikuwa tayari kwenda kwa mataifa. Alikuwa akiwatuma kama wafanyakazi katika mavuno. Hata hivyo, mavuno ni zaidi ya uinjilisti. Narudia kusema, hata hivyo, mavuno ni zaidi ya uinjilisti. Yaani kuhubiri injili, kupata roho kwamba kuhubiri injili ni mwanzo tu. Lengo kumleta kila mtu mkamilifu katika Kristo, kama jinsi tunavyoona katika Kolosai 28
ile nafasi yake ya B. Kwa hiyo hata kama tukiwa na watu maelfu kwenye madhehebu yetu, Kristo yeye hatishiki na hao watu. Leo makanisa yamekuwa na washirika, na kila mara huwa ninasema hivi kwamba makanisa ya leo yamejaa na washirika, lakini Yesu hajasema enendeni mkawafanye mataifa kuwa washirika. Anasema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo lazima ifike mahala uweze kutofautisha mshirika na mwanafunzi. Yesu si kana kwamba hakujua thamani ya mshirika. Yesu alijua thamani ya mshirika, lakini yeye akasema, sihitaji kuona washirika, sihitaji kuona wale watu ambao wataishi katika mfumo wa washirika. Yesu alihitaji kuona watu watakaotengenezwa kwa mfumo wa wanafunzi. Kanisa si kanisa la washirika. Kanisa ni kanisa la wanafunzi. Kwa nini? Na ndio maana mara kadhaa ninapokuwa ninaongea na viongozi, ninapokuwa ninafundisha viongozi, ninawaambia Kristo alipokuja hakuja na mfumo na semina za viongozi. Leo tumekuwa na semina za viongozi kila mahala, utapita utasikia semina ya leadership, utasikia watu wanaongelea tu masuala ya leadership, masuala ya uongozi. Kristo alipokuja yeye hakuanza kazi na leadership. Yeye Kristo hakujisumbua na kufundisha semina za viongozi. Kristo alipokuja hakuangaika na kufundisha mafundisho ya wachungaji, aidha mitume, aidha manabii. Kristo alipokuja alitengeneza wale tenashara wanaoitwa leo wanaitwa mitume, lakini alipoanza nao aliwaita kuwa ni wanafunzi wake. Naomba unisikilize, kuna jambo ambalo ninataka nikuelekeza na labda linaweza likakusaidia katika kumjua Kristo na katika kulileta kanisa katika hali ya ukomavu. Kanisa haliendi na mitume, kanisa haliendi na manabii, kanisa linaanza kwa wanafunzi. Tunapotoka katika hali ya wanafunzi, na hili neno la wanafunzi uwaga haliishi. Washirika wao wanahitaji kuja kushiriki ili kutafuta vitu vya Mungu. Washirika wao wanahitaji vitu vya Mungu hata kama hawana uhusiano na Mungu, lakini wao wanahitaji vitu vya Mungu. Ila mwanafunzi hahitaji vitu vya Mungu, isipokuwa mwanafunzi anahitaji uhusiano na Mungu. Mshirika yeye hahitaji kujua kuomba, isipokuwa mwanafunzi anahitaji kufundishwa kuomba. Mshirika ni yule ambaye anafuata miujiza. Anaposikia sehemu fulani kuna milipuko, sehemu fulani kuna upako, sehemu fulani watu wanapewa pesa, hao washirika uhama kabisa, wanahama hata mahali wanapoabudia. Lakini wanafunzi wao wananyenyekea na kusubiri Kristo aweze kuwafundisha kuhusiana na kweli na neema. Mwanafunzi katika mdomo wake haongelei masuala ya milipuko, haongelei masuala ya upako. Mwanafunzi wa Kristo anaongelea masuala ya neema ya Mungu na kweli ya Mungu. Kwa hiyo mwanafunzi anatamani kujifunza kuijua kweli. Mwanafunzi anatamani kuhadisia neema aliyonayo juu ya Kristo. Tutakuja kufunza siku moja, tukipata nafasi tutakuja kujifunza tabia za mshirika na tabia za mwanafunzi. Na ndio maana Kristo akasema ili kanisa liweze kufikia mahala ambapo ni pa ukomavu, lazima liwe kanisa ambalo limetengenezwa kwa mfumo wa wanafunzi. Mwanafunzi humwambia mwalimu, nifundishe kuomba.
Mwanafunzi ni yule aliye na moyo kwamba kile alichofundishwa anahitaji kufundisha watu wengine. Ndio maana Paulo akamwambia mwanaye Timotheo kwamba yale uliyoyasikia kutoka kwangu mbele ya mashahidi wengi, nenda ukawafundishe watu watakaokuwa waaminifu, watakaoweza kufundisha na watu wengine. Angalia hayo maneno, ukiyasoma kwa haraka utayaona kama vile hayana umuhimu ndani yake, lakini katika haya maneno machache mna vizazi vinne. Mna kizazi cha Paulo, kuna kizazi cha Timotheo, kuna kizazi cha watu waaminifu na kuna kizazi cha watu wengine. Kwa hiyo tunakwenda kupata vizazi vinne katika maneno machache. Hilo ndilo kulileta kanisa katika hali ya ukomavu. Kanisa halitengenezwi na washirika. Washirika wao hawakai. Washirika wao wanatazama mitandao. Ni wapi leo kutakuwepo wanakwaya wanaojua kuimba? Leo kutakuwepo maigizo sehemu gani? Leo kutakuwepo milipuko sehemu gani? Wao ni watu wanaotazama milipuko. Wao ni watu ambao wanatazama sarakasi, lakini wanafunzi wanakaa kwa kunyenyekea ili waweze kufundishwa. Kwa hiyo kazi ya wafuasi, tunapozungumzia wafuasi, maana yake tunazungumzia tunazungumzia wanafunzi. Hapa kuna mambo machache ambayo tutaendelea kuyaangalia sasa. Kazi ya ufuasi, aidha kazi ya wanafunzi. Kuna hatua 6 ambazo mitume wa kwanza walichukua na tunahitaji kuzifuata kama mfano mzuri ili kuweza kulileta kanisa katika hali ya ukomavu. Hatua ya kwanza ni kuhubiri Injili. Lazima tuweze kuihubiri Injili pasipo kuionea aibu. Haya maneno tunayaona katika Marko 16 na vesi yake ya 15. Anasema Injili ni kwa ajili ya kila mtu. Injili ni kwa ajili ya watu wote. Injili ni kwa ajili ya kila mtu. Injili ni kwa ajili ya watu wote. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa mwanaye Timotheo 2 na vesi yake ya 6. Kwa hiyo Injili ni mapenzi ya Mungu kwa ajili ya watu wote waokolewe na kupata ujuzi wa kweli. Kwa hiyo pia ukimsoma Paulo, waraka wa kwanza wa Paulo kwa mwanaye Timotheo sura yake ya 2 na vesi yake ya 4. Pia unaweza ukasoma waraka wa pili wa Petro 2 na vesi yake ya 9. Na nataka kuonyesha nini? Tunapaswa kuihubiri Injili. Na hapa hatuhubiri watu habari za kwenda mbinguni. Tuache kufundisha vitu ambavyo Kristo mwenyewe hakufundisha. Hebu jaribu kusoma Marko 16 na vesi yake ya 15, utaona kile ambacho Kristo aliweza kukihubiri. Kristo alisema, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Yesu hakuhubiri kwamba twende mbinguni. Acheni kuhubiri vitu ambavyo maandiko hayajasema. Acheni kuleta historia ambazo Kristo mwanzilishi wa injili yake hajasema. Lazima tuweze kutafakari na tuweze kufundisha kile ambacho Kristo mwenyewe aliweza kukifundisha. Leo tumekuwa na injili za ajabu sana. Haijalishi, lakini tufundishe kile ambacho Kristo alikuwa akikihubiri. Tuweze kuwahubiri watu kile ambacho watu wanakisikia na wakikisoma kwenye maandiko kinakuwa vile vile kilivyo. Tuache injili za kusikia, tuache injili za kukopi kama makasuku. Watu wengi wanaishi katika vitu vya kusikia. Watu wengi wanaishi katika vitu vya kukopi. Hawana uhakika na hayo mambo, lakini tu kwa sababu alisikia fulani anasema na yeye anaenenda hivyo. Sikiliza nikwambie mpendwa, tuhubiri watu watubu,
kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Kwa hiyo ukiangalia katika Matendo ya Mitume sura yake ya 5 na vesi yake ya 42 utakwenda kuona haya mambo ambayo tunayokwenda kuyaongelea, kwamba katika hatua na kazi ya ufuasi, aidha kazi ya wanafunzi, hatua ya kwanza ni kuhubiri Injili. Kwa hiyo lazima tufike mahala tuonyeshe watu ufalme wa Mungu na jina la Yesu. Watu wengi wanajua historia ya dhehebu lao, watu wengi wanajua historia ya askofu wao, wanajua historia ya mchungaji wao, wanajua jinsi walivyoanza kanisa lao, hilo dhehebu lao, wanajua jinsi gani ambavyo sadaka inavyotoka, wanajua ni watu wangapi ambao wamelikimbia kanisa, wanajua ni watu wangapi waliiba sadaka, wanajua ni watu wangapi walimtukana kiongozi wao, lakini si watu wengi wanaojua habari juu ya Kristo. Na Kristo analisisitiza hili katika kitabu cha Waefeso. Wanasema ili wakujue wewe mwana wa Mungu, wakujue sana wewe mwana wa Mungu. Kama kuna vitu, siku zote waga naambia watu, kama kuna vitu tunavyostahili kuvijua kwa kina, basi ni kumjua Kristo. Na maandiko yanasema, na mwenye kujisifu asijisifu kwa sababu anayo hekima, aidha anazo nguvu, bali mwenye kujisifu na ajisifu kwa sababu amenijua mimi Mungu. Sikiliza, hakuna kitu ambacho tunaweza tukajivunia, hakuna kitu ambacho ni cha thamani kwetu kama wanafunzi kama kumjua Kristo. Tunahitaji kumjua Kristo kuliko vitu vyote tunavyovijua. Tunahitaji kumjua. Maandiko yanasema tumjue sana, sema sana, sana mwana wa Mungu. Kwa hiyo umjue sana mwana wa Mungu. Unajua, mimi kuna vitu ambavyo nitajaribu kukuelekeza, labda vinaweza vikakusaidia kuweza kulileta kanisa katika ukomavu ambao Kristo anahitaji kanisa lake liweze kufikia katika ukomavu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhitaji kumjua Kristo. Wewe kama vile mwanafunzi, hatua ya kwanza ni kuhubiri Injili, na unapoihubiri hiyo Injili ni ufundishe watu na kuambia kwamba waweze kutubu, kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Acha kuambia watu tunaenda mbinguni, acha kuambia watu huko mbinguni kwa Baba kuna raha. Acha kuhubiri kama kasuku. Fuata mwelekeo ambao mitume na wanafunzi wa Kristo waliokwenda kutuachia. Lazima tuangalie. Ukiangalia Matendo ya Mitume sura yake ya 8 na 12, utakwenda kuona wakina Filipo walivyokwenda kuhubiri huko Samaria. Lakini pia ukiangalia Matendo ya Mitume 28, unakwenda kuona vitu ambavyo vitakutia nguvu na vitakutia moyo kwa wewe kuweza kuenenda katika nafasi ya kuhubiri. Tunayo maneno mengi sana ya kuongea hapa. Nakumbuka kipindi ambapo Paulo anashikwa, amefungwa minyororo, akaitwa mbele ya wakuu aweze kujielezea. Paulo alipokuwa akijielezea, aliongea neno moja sana la ujasiri. Alisema, mfalme, haya siyaongei tu kwa sababu yako, haijalishi kwa minyororo hii niliyo nayo. Haya siyahubiri kwa sababu yako tu, haya ninayoongea hata kwa hawa wanaoendelea kunisikiliza hapa mahakamani. Kwa hiyo haijalishi kana kwamba tutakuwa tupo kwenye vifungo, haijalishi kana kwamba tutakuwa tupo kwenye hatua ipi, kuhubiri habari njema ni lazima, ni lazima, it must. Kila siku naambia watu kuhubiri ni lazima, kama wewe ni mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Na ndio maana nikasema asili ya mwanafunzi ni kile anachokipokea kutoka kwa mwalimu, anatamani kushare na watu wengine. Lazima tunapoihubiri habari njema, lazima tuweze kuonyesha utajiri usiopimika wa Masihi. Efeso 3 na vesi yake ya 8. Tulikuwa katika kipengele chetu cha kwanza, ninachokwenda kukuonyesha kazi za ufuasi kazi za ufuasi, aidha kazi za mwanafunzi, ndio hizi hapa. Kwa hiyo tunazo hatua 6. Hebu subiri tuangalie zingine hatua 5
zinazofuata katika kipindi kinachokuja, na Mungu akubariki. Ulikuwa nami Dr. Daniel, founder wa Rehoboth Discipleship International. Tukutane na Mungu akubariki. Ciao. Amen.